yaliyopita kwenye Hatma. Mimi nahisi ni wakati wako wewe wa kuondoa kinyongo kabisa rohoni mwako, ili ujenge ukaribu tena na sisi. Ni bwana, kiukweli nilikuwa na mwanamke niko kwenye mahusiano naye kwa muda mrefu sana. Atapo nilimuona Shabani akitoka chumbani kwa boss Karim akiwa ameshika mfuko mkononi. Shabani, siku za mbele utakapokuja kuwa mume, jitahidi sana kuelewa hisia za mke wako. Akili ndaki woi. Ninakupenda ujue, afu unaoaje? mimi mwenyewe nakupenda. Asa kama unanipenda unaoaje mwanamke wa pili? Dada unakosa nini? Unapeli wapi wewe? Hatma, kila chaguo lina gharama. Kaka, hivi umeshafikiria njia gani ya kutumia kuhakikisha kwamba nyumbani kwa Zainabu kuna kuwa sawa? Kiukweli hata sijui nifanye nini jamaa, maana hali imekuwa ngumu mno. Nachokiwaza kwa haraka haraka ni kwamba labda nipate mkopo mwingine, pengine naweza nikarudisha kila kitu kwenye mstari. Astaghfirullah. Kaka, hiyo sio njia sahihi. Kumbuka matatizo haya yote haya mpaka yanaendelea sasa hivi ilianzia na mkopo huo, na Zainabu alisema kwamba mkopo ulikuwa na riba mkubwa mno. Pia Uislamu umekataza mambo ya riba, brother. Yaani tukirudia kosa lile lile tutapata shida zaidi ya hii ambayo tunaipitia sasa hivi. Nakuelewa sana mdogo wangu, lakini sasa unafikiri hapo mimi nitafanya nini? Biashara zangu zote zimesimama na sina njia yoyote ile ambayo naweza nikiangalia hapa labda nitaweza kupata pesa ya haraka. Hakuna. Karim, wakati mwingine Mwenyezi Mungu anatujaribu kwa ajili ya kutufundisha. Inawezekana wewe upo katika kipimo ambacho unataka ujitathmini, ubadilishe njia zako, utafute riziki za halali bila kuingiza mambo yako au ya haramu. Dua, subra na juhudi za halali ndio njia sahihi za sisi kuweza kuzipitia. Shehe, katika hiko hakuna kipengele. Haya sasa, kiukweli ni hata sijui naanzia wapi, manake nimepoteza kila kitu. Anza upya na Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndo mpaji wa riziki, na yeye ndo ambaye anajua matatizo yetu yote ambayo tunayapitia. Kama tukijielekeza kwake na kujinyenyekeza kwa dhati kabisa, yeye ndo anatoa suluhisho la kweli. Hakuna mwingine, brother. Bado nasubiria jibu lako. Upo tayari tuhalalisha mahusiano yetu? Sadala, mbona unanika kwenye pressure kiasi hiki? Mimi kiukweli
Bado sijalifikiria hilo swala. Unajua fika tunachokifanya sio halali mbele ya Allah. Kwa nini tunaendelea na hii dhambi? Kwa nini Hafsa? Nikwambie kitu mpenzi wangu. Nadhani unaijua hali yangu fika jinsi ilivyo baba. Mimi nahitaji kujiandaa. Ndoa ni maandalizi. Naenda kuwa mke wa mtu. Inanipasa nijiandae kwanza. Hafsa, kuacha dhambi hakuhitaji maandalizi yoyote. Si tunachohitaji ni baraka kutoka kwa Allah na sio laana. Halafu unachojiandaa wewe ni nini? Unaenda vitani? Kwa sababu kama ni posa mimi ndio natoa. Mahali mimi ndio nalipa. Na mimi ndio mwenye jukumu la kutunza wewe. Wewe unachojiandaa nacho ni nini? Mume wangu. Rebecca. Najua kuwa hali sio nzuri sasa hivi. Na pia sikutaka kukupa mawazo. Lakini sasa... Lakini nini Hawa? Kuna tatizo jingine? Wiki iliyopita nilienda hospitalini. Nimegunduliwa kuwa na ujauzito wa wiki 2. Hawa, ni kweli una ujauzito? Lakini kwa nini sasa ulikuwa na wasiwasi kunipa habari nzuri kama hii? Mume wangu, najua hali halisi ambayo unaipitia kwa sasa hivi. Isitoshe mimi sikutaka kuongezea msongo wa mawazo. Hasa ukizingatia mambo yako wewe na Zainab yamekuwa magumu sana sasa hivi. Uko sahihi sana kipenzi changu. Lakini hakika huyu mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Na pengine ndio ule mwanzo mpya tuliokuwa tunauhitaji. Nakupenda. Basi sawa, mimi nimekuelewa mpenzi wangu. Nipatie muda kidogo. Muda wa nini? Tushakuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu sasa. Unanijua mimi vizuri na mimi nakujua wewe vizuri. Shida iko wapi? Ni kitu gani ambacho unataka kusubiri? Nisikilize Hafsa. Kinachosababisha na kumembeleza ni kwa sababu nakupenda. Lakini singekuwa hivyo, ningeshakata shauri. Kwa hiyo kazi kwako. Wewe ndio utaamua kusuka ama kunyoa. Ila mimi siko tayari kuendelea na hii dhambi. Sasa Sadala,
Mume wangu. Rebeka, mke wangu. Ninajua kwamba unapitia kipindi kigumu sana sasa hivi. Na sipendi kukuona ukiishi na mzigo mkubwa kama huo. Nakushukuru sana mke wangu. Lakini kwa namna ambavyo ipo ni kama sina namna nyingine tena. Sasa mimi kuna wazo nimelipata. Kwa kuwa mimi nilikuwa natakiwa kuagiza mzigo hivi karibuni, nimeona ni bora hiyo pesa nikupatie wewe, umpeleke dada Zainabu aweze kukomboa vitu vyake ili visiuzwe. Hapana, hilo haliwezekani. Hawa haliko sahihi kabisa. Alafu hata ukiangalia ni kwamba haiwezekani mimi nikachukua pesa kwako wewe kwenda kurekebisha makosa yangu kwake. Hapana. Mume wangu, nakuomba iwe hivyo. Maana hata kwangu mimi ni sawa na kupata msamaha kutoka kwa dada Zainabu, na kuonyesha kuwa nina nia nzuri na siko hapa kwa ajili ya kutaka kumuumiza. Nakuelewa sana Hawa. Naelewa unachojaribu kutaka kusema na kufanya. Lakini mwenye makosa sio wewe. Mimi ndo ambaye nimekosea. Wewe huwezi kulipia kwa hili. Naelewa hilo. Lakini pia kumbuka kwamba hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ametufundisha ya kwamba ndugu ni kama mwili mmoja, na pindi mmoja wapo anapopata matatizo au kuumia, sisi sote yatupasa kuyahisi na kusaidia. Kwa sasa hivi mimi na dada Zainabu ni kama ndugu. Siwezi kumuona eti anapitia matatizo au maumivu alafu nina uwezo wa kumsaidia nikashindwa kumsaidia. Sio kweli. Wewe ni mwanamke wa pekee sana. Na nikwambie tu kweli, kuna wakati unahisi kabisa kama sikustahili kupata mapenzi kama haya kutoka kwako. Hii ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tusaidiane katika wema na kumcha Mwenyezi Mungu. Tuwe mfano wa heri hata katika mitihani mikubwa kama hii. Nakupenda. Nakupenda pia. Bi Zainab, unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kuwa mwanaume anaweza kuoa wake hadi 4 ikiwa unao uwezo, kulikuwa kuna hekima kubwa sana ndani yake. Samani shemegi, tafadhali naomba ndio moja kwa moja kwenye hoja yako. Zungumza kilichokuleta. Ni kwamba Bi Hawa ameamua kutoa pesa yake ya biashara na kuuza baadhi ya vitu vyake ili kusaidia kugomboa vitu vyako vilivyochukuliwa, na amekubali kufanya hivyo bila kushauriwa
wala kushurutishwa na mtu yeyote yule. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na kwa nini afanye hivyo? Mbona sikuwahi kumwomba kitu kama hicho? Bi Hawa ameamua kuonyesha kuwa yeye hana nia mbaya na wewe, na wala hataki ushindani nawe, lakini pia anataka kuonyesha miongoni mwa sifa ya dini yetu ni kuwa na huruma na kusaidiana pasipo na shari wala uhasama miongoni mwetu. Jamal, Na sikuwahi kumwomba msaada kama huo. Na kwa nini afanye kabla ya kuuliza kwanza? kama ambavyo nilivyokuambia hapo awali, Bizana, yeye anajaribu kuonesha kuwa hana nia mbaya bali nia njema kwako. Na nimezungumza na Karim, tumekubaliana kuwa Bi Hawa atakuja kuishi hapa kwa muda hadi ambapo hali ya kifedha ya kaka yangu itakapokuwa sawa. Ili aweze kuwahudumia wote wawili kwa haki. Jamal, unanitania si ndio? Hichi kitu hakiwezi kuwa kweli. Unatania tu. Mume wangu, leo utachelewa kurudi? Sijui kama nitachelewa kurudi, inshallah. Shabani, uko chini ya ulinzi. Afande, unahitajika kituoni kwa maelezo zaidi. Afande, kuna nini? Afande, tulia. afande. Unashtakiwa kwa wizi wa pesa takriban milioni 5. Kwanza bosi wake. Allah, Shabani, waambie sio wewe. Sema ukweli. Wangu tafadhali. Vizuri, nipigie simu mama yako, mwambie aje haraka sana. Usiende kuleta maswali. Afande, unachelewa nini? Afande. Shabani, unajua siku za mwezi ni 40, na leo 40 yako imefika. Uko tayari kusema ukweli? Afande, ninakiri kwamba kweli zile pesa niliiba mimi, lakini tafadhali naomba unielewe. Hizo pesa ziko wapi? Na kuuliza kwa kutaka kujua. Hizo pesa ziko wapi? Nakumbuka, huu ndo wakati wako wa kusema kila kitu. Zile pesa hazipo. Unasemaje? Ziko wapi? Zile pesa ndizo zilitumika katika matibabu ya mama yangu. Mama yangu alikuwa anahitaji upasuaji wa haraka sana, hivyo sikuwa na namna nyingine ya kupata pesa haraka, afande. Kwa hiyo njia pekee ya kumsaidia mama yako umeona ni kuiba pesa za watu.
Uone kama unaumiza wengine. Ninajua kama nimefanya makosa makubwa sana afande, lakini sikuwa na nia mbaya. Nilikuwa katika hali ya kukata tamaa. Mama yangu alikuwa anakaribia kufa mbele ya macho yangu afande. Nisikilize Shabani, unajua sheria haiangalii nia. Sheria inaangalia kitendo. Nafahamu kuwa wewe unampenda sana mama yako, hilo nalijua, lakini hii haikupi haki ya kuvunja sheria. Kila mmoja wetu ana matatizo, lakini si sahihi kutumia njia haramu kutatua matatizo yetu. Nimekuelewa unachokisema afande. Ndio maana niko tayari kwa adhabu yoyote ile, lakini ninaomba mama yangu asilijue hili, kwa sababu yeye hana hatia. Yajayo wenye hatma. Shabani amekamatwa na polisi na inasemekana kuwa ameiba pesa za Karim. Na niye mwenye amekiri ukweli wote. Mambo unioe. Acha kuna mawazo ya kizee Hafsa. Mambo ndo achana na hilo pepo likupotee kabisa. Hakuna kitu chochote kinachoweza nishangaza kuhusu wewe. Nimeshakwambia nimeteleza, nisamehe. Kwa nini umefanya hivi bila kunishirikisha? Nimefanya hivi kwa ajili ya mama yangu. Shabani, naomba mlinde mama kutokana na ukweli huu. Na kwa sasa kinachotakiwa mwanangu ni kutafakari, tujue nini cha kufanya. Unatakiwa ujirekebishe wewe kwanza. Mimi ninamudu kufanya uadilifu vizuri. Unashindwa kufanya zina nyingine mpaka uongeze. Kama mtanielewa sawa, lakini mimi naomba.